Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu watukufu wa Islam na wasiokuwa Waislamu, tumerudi tena mbele yenu na mada ambazo kwamba tunazungumzia. Jana ama juzi tumezungumzia kifo cha Bwana Yesu episode 1 na episode 2. Leo inshallah tunaendelea na mada yetu tukiulizana, je, Bwana Yesu alikufa ama Isa bin Maryam alikufa msalabani kama vile ndugu zetu wa Kristo wanavyodai ama wanavyosema? Na hii video ukipatana nayo, naombeni wafikisheni hawa walimu ambao kwamba wanasema na kufunza ya kwamba Bwana Yesu alisulubiwa. Hawa wakisimama mabarabarani kueleza habari hizi wanapotosha wengi. Ndio maana sisi tumekuja tuweze kuangalia hizi hoja zao ambazo kwamba ni potovu. Na leo vile vile niko na walimu wangu Sheikh Ibrahim Geshohe na Sheikh Salim Badamana. Hao ndio walimu ambao kwamba wanaendeleza hizi mada. Kwa hivyo tunaombeni zidini kufuatilia kama mnavyofuatilia. Alhamdulillah, na washukuru tena kwa shukrani zangu za dhati natoa kwenu kwa kuweza kutufuatilia. Watu wanafuatilia, alhamdulillah, wanashare video, vile vile wana comment, wana like. Tuzidini kushirikiana, manake hii kazi ni yetu sisi zote. Ikiwa wewe ni Muislamu ama wewe sio Muislamu, ungelitaka kujua Waislamu mbona wanasema hivi, Waislamu hapa wanasema hivi, ungetaka kujua mbona Waislamu wanasema Yesu hakusulubiwa hali ya kuwa kanisani unaambiwa Yesu alisulubiwa. Kwanza na video kama hii, hebu nenda kaa chini na mchungaji wako, msikize, muulize maswali, manake hapa tunafunguana akili. Na vile vile ni kama nilivyosema kuanzia, ukisikia mwalimu hapa hajapatia, naomba kwa moyo mkunjufu nenda hapo kwenye comment section, andika hoja yako, walimu wataweza kufuatilia vile vile, waone hoja zinazokuja waweze kukupatia jibu. Kwa hivyo sijui Sheikh ndio unaanza ama ni Sheikh Salim? Kwa hivyo mada episode 3 itaanzishwa na Sheikh Ibrahim Geshohe. Kwa hivyo mzee wangu, mwalimu wangu, tafadhali tufundishe kipi Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia leo, elimu ambayo kwamba umejaliwa uweze kutufikishia inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya na kunipa uzima niweze kuwakumbusha wenzetu, ndugu zetu wale waliopotea katika njia ya Mwenyezi Mungu, tuwarudishe katika njia iliyo sawa sawa, kwa sababu ni jukumu letu sisi Waislamu. Ukimwona ndugu yako ama binadamu mwenzako anapotea, umrudishe katika toa ya Mwenyezi Mungu. Nafikiri kama siku moja baada ya hapa nilikuwa nimezungumzia habari ya msalaba, nitaendeleza sehemu ya 3, na sehemu ya 3 hii itakuwa na vipengele viwili. Kipengele kimoja nitatoa mimi, kipengele cha pili huyu atatoa, Sheikh Salim atatoa. Kwa hivyo kipengele cha kwanza nitazungumzia Qur'ani imetufundisha, imeweka bayana, imeweka wazi kwamba Mwenyezi Mungu amemleta Yesu na wale wanaodai. Hebu nifungulie Qur'ani sura ya 4 aya 157. Aya Qur'ani sura ya 4 aya 157. 157. Aya inasema Qur'ani sura ya 4 157. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Naam. Mtume wa Mwenyezi Mungu. Naam. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa mtu mwingine wakamdani ni Nabii Isa. Sasa tulia. Qur'ani hapa imeweka wazi, inasema na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua. Sheria ya Mwenyezi Mungu ilikuwa inatakikana kwamba mtu akitenda dhambi
kwanza auawe, katika Kumbukumbu la Taurati 21:22. Inasema, naam, kwa wale kuwatazama na wenye kuandika maandiko ya Biblia. Naam. Kitabu ni Kumbukumbu la Taurati 21 au Kumbukumbu la Sheria. Naam. 21:22. Naam. Naye nasema, Naam. akiwa mtu ametenda dhambi basayo kufaa akauawa, naye ukamtundika juu ya mti, Naam. mzoga wake usikae usiku kuja juu ya mti, lazima utamsika siku hiyo hiyo. Sasa Biblia inasema kwamba mtu akitenda dhambi kisha umuue, kisha umtundike. Hii sheria, kwanza ni umuue, pili umtundike juu ya msalaba. Sasa swali linakuja hapa, Yesu alipowekwa juu ya msalaba alikuwa hai ama alikuwa amekufa? Kwa mujibu wa Biblia wanasema alikuwa hai, kwa sababu kipasuka kitambaa hekalu kilipasuka ndio akakata roho. Ina maana alikuwa hai, wanavyodai wenyewe, sio Biblia. Qur'ani imeweka wazi, na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariam, hali hawakumuua wala hawakumsubu. Tena kitendo cha kwanza kinatokea, hawakumuua, kwa sababu kazi lazima umuue ndio mtundike juu ya msalaba. Tena mtu aliyetundikwa juu ya msalaba, hii ni laana kwa mujibu wa Biblia. Kusoma katika kitabu cha Wagalatia 3:13. Kitabu ni Wagalatia 3:13. Naam. Inasema, kwa wenye kutazama na wenye kuandika maandiko ya Biblia. Naam. Wagalatia 3:13. Naam. Inasema, nasema Kristo alitukomboa katika laana ya Taurati. Sasa hapa Wakristo wanasema Kristo alitukomboa katika laana ya Taurati. Ina maana laana ya Taurati ilikuwa nasema kwanza mtu auawe ndio mtundike juu ya msalaba, kwanza umuue. Endelea. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yako. Maana imeandikwa. Maana ilikuwa imeandikwa katika Taurati, amelaaniwa kila mtu atundikawe angikwaye juu ya mti. Sasa swali linakuja hapa, ikiwa nyinyi mnadai kwamba Yesu alikwenda juu ya msalaba, ina maana amechukua laana? La, Yesu hawezi chukua laana, kwa sababu tukisoma katika Qur'ani inatuambia, na huko katika adhabu ya laana wote waliolaaniwa na Mungu watakuwa na motoni. Ina maana mtume wa Mungu amelaaniwa? Haiwezekani mtume wa Mungu kalaaniwa. Hiyo ni sifa ya Mungu. Mungu hawezi kuleta mtume kisha afanywe laana kwa ajili ya watu. Hilo haiwezekani. Kwa hivyo katika Biblia Mungu amesema mtu yeyote aliyetundikwa juu ya mti amelaaniwa. Ikiwa Yesu amelaaniwa, ina maana ameenda msalabani? La, hajaenda msalabani. Sasa tunaingia sasa kipengele cha pili. Sasa wale wanaodai kwamba Qur'ani imesema na kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariam, hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaishiwa, hawakumsulubu. Sasa tunaingia kipengele cha pili. Kipengele cha kwanza tunaona Yesu kalaaniwa na mtume wa Mungu halaaniwi. Mtume wa Mungu halaaniwi. Laana inakuja kwa wanadamu. Na ndio kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 26:27, mtu yote aliyetenda dhambi na alaaniwe. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 26:27, hii inazungumzia habari ya laana. Kwa hivyo Yesu hawezi kulaaniwa. Sasa tunaingia kipengele cha pili. Kipengele cha pili kinazungumzia namna gani? Hapa kuna hitilafu. Hitilafu hii ndio tunataka tuiangalie, tuiguse. Hakuna kitabu chochote ndani ya Biblia kuanzia Mathayo, Marko, Yohana na Luka inazungumzia kwamba Yesu kasulubiwa. Hakuna hiyo kipengele. Ile anayezungumza habari ya kufa kwa Yesu ni Paulo. Ukisoma Timotheo wa pili, nafikiri wa pili, Timotheo wa pili 2:8. Kitabu ni ya Timotheo wa pili 2:8. Naam. Inasema, naam, kwa wale wenye kuandika na wenye wanaenda kusoma, mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa usawa wa Daudi. Naam. Kama inenavyo injili yangu. Kwa hivyo injili ya Paulo ndio inazungumzia kufa kwa Yesu.
Injili ya Paulo ndiyo inazungumzia kufa kwa Yesu. Injili ya Paulo ndiyo inazungumzia kufa kwa Yesu. Hakuna katika Mathayo, Marko, Yohana na Luka anazungumzia kwamba Yesu kasulubiwa. Injili ya Paulo ndiyo inaleta habari ya msalaba. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 15 aya ya 15 nisomee. Wakorintho wa kwanza 15 aya yake ya 15. Tunaangalia sasa, tunaanza kuizungumzia sasa. 15 nambari 15. Naam. Aya inasema. Naam. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Anzia 12. 12. Anzia 12. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa kwamba amefufuka katika wafu, naam, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiyama ya wafu? Sasa hapa Paulo anataka kutufundisha, ikiwa Kristo anahubiriwa kwamba amefufuka, mbona watu wanahubiri kwamba hakuna kiyama cha wafu? Ina maana watu hawatafufuliwa siku ya kiyama kwa sababu Kristo tayari ashafufuka. Huyo unaambia na anataka kueleza vizuri, wanaodai kwamba Yesu kafa, mbona hakuna kiyama cha wafu? Endelea. Lakini kama hakuna kiyama ya wafu, lakini kama hakuna kiyama cha wafu, Kristo naye hakufufuka. Kama hakuna kiyama cha wafu, Kristo naye hakufufuka. Ina maana watu siku ya kiyama hawatafufuliwa, Kristo naye hatafufuliwa tena. Kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure. Basi kuhubiri kwetu ni bure, na imani yenu ni bure, na imani yetu ni bure. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Na sisi, sasa Paulo anasema na sisi tumeonekana mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Ambaye sisi tulimshuhudia Mungu alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Ikiwa wafu hawafufuliwi, maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Ina maana kama Kristo hakufufuliwa, imani yetu kwamba ni bure. Sasa ikiwa Kristo hakufufuka, mnadai kwamba Yesu kafa. Hakuna, babu zetu kiyama hakijasimama, kwa sababu kufufuliwa ni siku ya kiyama. Kufufuliwa ni siku ya kiyama, na ndio Qur'ani inasema katika Qur'ani sura 43 aya ya 61. Qur'an 43. Sisi tuna imani kwamba Yesu atarudi, na hapo ndio atakuja aoe, afanye mambo yake yote. Soma. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Bismillahir rahmanir rahim. Na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama. Na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama. Kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka. kishaka. Nifuateni. Kwa hivyo Yesu kurudi kwake, kwanza anarudi akiwa kama binadamu, aoe, apate watoto, kisha arudi afe. Na ndio unaona katika Qur'ani sura ya 19 aya 33. Surati Maryam. Aya inasema, kwa wale wenye kuandika maandiko matukufu ya Qur'an. Maandiko matukufu ya Biblia ya Qur'ani. Naam, 19 The Last Testament 19:33. Naam, kama sijakosea sana, na inasema wasikosei sana. Haya. Binadamu huwa anakosea, lakini aya 33 inasema, naam, Bismillahir Rahmanir Rahim. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Tulia kidogo. Yesu, Qur'ani inazungumzia, inasema amani iko juu ya Yesu siku aliyozaliwa. Ina maana tayari kasazaliwa. Siku niliyozaliwa na siku nitakayokufa, na siku nitakayokufa, na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Ina maana amani liko juu yangu nilipozaliwa, na siku ina maana atakuja afe, na siku hiyo atakuja afufuliwe. Umeona? Atakuja afe, ina maana tayari kachazaliwa na afufuliwe, na afe kisha afe. Kwa hivyo ni mambo yajayo, sio sasa. Kwa hivyo bado hajatokea. Lazima aje, tayari kachazaliwa.
tayari kasazaliwa, lakini alichukuliwa na mwili, anarudi afe. Aje afe kama wanadamu wengine, azikwe. Akishazikwa kisha tufufuliwe pamoja na wote, watu wote wafufuliwe pamoja. Ndio pale Paulo anasema ikiwa Yesu tunamhubiri kwamba Yesu kafa, imani yetu ni bure. Ina maana wazee wetu hawajafufuliwa. Katika kitabu ya Warumi. Ina maana hawajafufuliwa. Kwa hivyo kufa lazima ufe ndio ufufuliwe. Ufe ndio ufufuliwe. Ufe ndio ufufuliwe. Sasa swali lingine linakuja hapa. Ikiwa hajakufa yuko, na kila siku sisi tunakufa. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza ni 15 aya ya 31, msomee. Kila siku Wakorintho wa kwanza 15 31. First Corinthians 15:31. Kusoma. Inasema kusudi kama Wakorintho wa kwanza 15:31. Afwan. Lakini labda mtu atasema wafufuliwaje wafu? Lakini watu watasemaje kwamba wanafufuliwaje wafu? Na huja kwa mwili gani? Huja kwa mwili gani? Mpumbavu. Mpumbavu. Ipendao au ukiki. Sasa watu wanauliza, watu watafufuliwa watakuja na mwili gani? Watakuja na mwili wa binadamu ama watakuja namna gani? Na ndio unaona katika Luka 22, 24, 36 mpaka 40, wanafunzi walipomwona Yesu walikutaka kugusagusa, kwa sababu unajua mtu 22 ngapi? 40 ngapi? 40. 22 24. 24 Luka. 24 Luka. Alafu aya yake ya ngapi? 40. Inasema na baada ya kusema hayo aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha huku wakistaajabu, aliwaambia mna chakula chochote hapa? Sasa ina maana watu kule siku ya Kiyama hawatakula. Wanaanza kumgusagusa, wanasema huyu kwani ni Yesu? Wanagusa kwani nyama na mwili? Hebu ajabu kidogo tu kidogo. Tazama mikono. Tuanze katika 35. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotabulikana nao katika kumega mkate. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo habari, huyu mwalimu wa pili atakuja kuzungumzia yeye kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao akawaambia, amani iwe kwenu. Wakastuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Wakadhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika mioyoni mwenu? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nisikieni muone kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi. Kwa hivyo ina maana siku ya Kiyama kufufuliwa hawatakuwa na mwili kama tunaona sisi. Siku ya Kiyama tutapewa mwili mwingine. Kwa hivyo kufa kwa Yesu kuna shaka, na mwalimu wa pili mada ya pili itakuja kuelezewa, itakuja kuendelezewa kwamba ni vipi hapa wanadai hivi, hapa wanadai hivi. Mimi ninazungumzia kuhusu siku ya kufufuliwa, kama Yesu alikufa ama hakufa. Kwa hivyo Yesu kwa mjibu wa Qur'ani, Yesu hajakufa na yuko hai mpaka saa hii. Billahi wa tawfiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah.